Kaka, je, kuna mambo mimi sielewi. Mambo gani hayo tena? Jana kaka anatoka kazini na kuja kumfukuza mama. Ajua mambo ya mapenzi mimi waga sielewi sana. Unajua nilikuwa nishazoea mama. Lakini usijali, mwenzio nipo hapa. Nakupa company. Wala utahisi mpweke. Ila ni mambo yao tu. Anafikiri. Ajua ndoa si kitu rahisi. Na kwa maana hata mimi waga sitaki kupendana. Bosi ameniambia anatuma trekta lilete mizigo, kwa hiyo acha niende shambani nikawahi huko akileta mizigo. Nataka kwenda kuandaa chakula, tutaonana baadaye. Sawa, hakuna shida. Fikiri tuko pamoja. Samahani sana bosi. Na kitu naomba tuongee. Sasa hivi siko sawa. Mambo kuja baadaye. Samahani bosi. Hivi sasa Kiswahili ukielewa. I said leave my office. Samahani sana bosi, kama nitakuwa nilikwaza. Kama ni likizo unataka useme, na pia kama umeshindwa na kazi useme. Leave my office. Sawa bosi. Mambo vipi madam? Poa sana. Naitwa Ken, mimi ni mwalimu mgeni. Nitakuwa nashughulika na masuala ya kilimo. Karibu kwenye shule yetu. Naitwa Bi Aisha. Somo la Kiswahili. Wala hamna shida. Natazamia kushirikiana na wewe katika mambo mengi. Wala bila shaka. Tutakusaidia na popote ambapo tunaumia. Ili kuwa na mawasiliano bora, ningependa unisaidie na nambari yako ya simu. Sawa, tutawasiliana. Sawa. Dina? Dina, sasa shemeji yako ameondoka nyumbani huku kwa sababu ambazo sitakueleza kwa sasa. Ila hilo lisikutie shaka. Sawa, nimekuelewa. Sasa kuanzia leo nataka muishi kwa upendo na ushirikiano nyumbani hapa. Hakuna shida kaka. Na pia naomba unitie kaka J. Kaka. Abe? Unaitwa humu ndani. Sawa, nakuja. Naam boss. Kaka J. Naam. Kwa hivyo mama ameondoka. Na kuanzia leo nataka mshirikiane kwa upendo na mfanye kazi zote hapa nyumbani. Okay, mimi sina shida na hilo. Sasa Dina, nataka chakula kweli kinaandaliwa kwa wakati, na kaka Jane kazi zote hapa venye tulikuwa nafanya. Yes. Sawa, mimi nitafanya kazi zote. Hata hivyo sikumtambulisha katili huyu kwa shangazi yangu. Hata nikampa kila kitu, bado alinisaliti. Wanawake.
Mbona ninyima raha mwenzio? Sikia nikwambie, sio kama nakunyima raha, hata nami nahisia na pia nahisi, lakini hatuwezi tukua pamoja. Kwani wewe unaniona aje? Unapenda wasichana wa aina gani? Kuna sifa zote za mwanamke ambaye anaweza kuhitaji, yaani umekamilika kabisa. Wewe ni mrembo, lakini tunaishi hapa na wewe nyumbani, utakuwaje eti sina wapenzi? Lakini mbona unanitesa? Sio kama nakutesa, mapenzi yanahitaji commitment, na hapa hivi niko committed kwa kazi yangu. Sasa nikiwa committed kwako, kazi itarudi chini, na ikisharudi chini bosi ananifukuza. Lakini kaka, kuna cha lakini. Acha nikwambie, wewe ni mrembo sana. Mwanamume yeyote mwenye akili timamu furahia kuwa na mwanamke kama wewe, lakini sio mimi. I'm sorry. Don't be together. Hello, mambo vipi Jen? Mambo poa. Nilikuwa naomba kama tunaweza kupatana kidogo. Yo, tunaweza patana. Sawa. Ngoja nakutumia location. Alafu usichelewe sana. Sawa, nagoja. Una sura nzuri sana. Sauti yako ni nzuri mithili ya malaika. Alileta habari njema kwenye ulimwengu. Macho yako yanametameta kama nyota. Kila ninapokuangalia naiona na nuru, na naona future yetu tukiwa pamoja. Aisha, niruhusu nikwambie kutoka moyoni mwangu, nimetokea kukupenda. Mbona unichanganya? Sio kama nakuchanganya, umenivutia sana na nimefurahishwa sana mwenendo yako na tabia zako, na pia tulitoka mbali. Tukiwa shule ya upili ilikuwa nakupenda, tatizo ilikuwa kusema, lakini sasa hivi fadhali unajua kuwa nakupenda. Nipe muda nifikirie, nitakupa jibu. Sawa, ila ukae ukijua kuwa umeuipa moyo wangu. Kwa hiyo usipange kuziumiza hisia zako. Nakupenda sana. Nitakupa jibu, nisubiri. Sawa, mimi naomba niondoke, nina kazi ambazo nafanya kufanya.
Hello, madam. Naam. Kwa hapa nje, nilikuwa naomba kuzungumza na wewe kidogo. Oh, sawa. Hamna shida, niteremka. Sawa, nakungoja. Sawa. Ken, ulikuwa umeniita? Niambie. Ni kweli mambo mengi. Ndio mimi hapa. Unajua urembo wako na tabasamu lako kwa kweli unanifanya na changanyikiwa. Changanyikiwa? Basi unajichanganya, nisikuchanganya. Jichanganya.